Leo tumekuja kuanzia kule Kapsokwan, mambo ya barabara na mambo ingine. Tumekuja huko Tongaren, tumekuja hapa Kandui, sehemu ile ya Sangalo, kwa sababu tulikuwa kubaliana na nyinyi tunataka tusukume hii gurudumu iende mbele. Namna hiyo. Na nimefika hapa Nzoia makusudi, deliberate, kwa sababu tuko na maneno na hii Nzoia. Ndio? Na tulikubaliana na nyinyi Nzoia tufanye niliwaambia tutafanya mambo 3 hapa Nzoia. Si namna hiyo? Na Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni iko dawa ingine. So tulikubaliana mambo 3. Tulikubaliana number 1 ya kwamba mambo ya privatization, ati ndio shamba ya wananchi ipatiwe mtu mwingine, tutasimamisha. Hiyo maneno ya kuuza shamba ya Nzoia tulisimamisha. Tuka cancel program ya privatization. Hiyo ni item number 1. Niliwaambia wakati nilisimama hapa ya kwamba mbali na kuondoa mambo ya privatization, jambo la pili, tutaweka mpango ya kuondoa madeni ya Mumias na madeni ya Nzoia na madeni ya zile kampuni zingine zote. Si ndio? Madeni ya hii kampuni ilikuwa bilioni 53. Bane. Sio milioni, bilioni 53. Hiyo balaa kweli. So tumekubaliana, mimi nimefanya mkutano kwa ofisi yangu, karibu mikutano 20 kupanga hii maneno, kwa sababu this time round we must get it right. Hatuwezi tena kucheza karata ingine hapa ya kulete pesa ya wananchi alafu pesa ya wananchi inapotea. Hata nyinyi mnajua kila mara tunakuja hapa tunalipa wakulima, tunalipa wafanyikazi, na miwa ya wananchi inaletwa hapa inasagwa inapotea. Hapana. Ama namna gani bwana? Tuko pamoja? Hapana. Sasa ndio nimesema this time round we must get it right. Hatuwezi tena kuendelea kufanya mambo tumefanya miaka naenda miaka rudi na hakuna tofauti. Tumekubaliana? So nimefanya mkutano, wizara yangu ya kilimo, wizara ya fedha, nimeita wabunge wote wa kutoka hapa kwenu, wameketi chini na wizara ya kilimo. Nimeita governors wote akiwemo governor wenu, wameketi chini na wizara yetu ya kilimo. Na sasa tumekubaliana. Na tumekubaliana number 1, mambo ya privatization ya kuuza shamba ya wananchi tuachane naye vile tulikubaliana. Jambo la pili, madeni ya hizi kampuni zetu bilioni 117, ikiwemo bilioni 50 ya hapa Nzoia. Mimi niliwaambia tutafutilia mbali kama serikali ya Kenya. Na mimi nataka niwatangazie cabinet, vile mulisikia cabinet about 1 month ago, tuliondoa madeni yote, tumepeleka bunge, na mheshimiwa speaker na wabunge wetu wamenihakikishia ya kwamba watapitisha mapendekezo yetu ya kufutilia mbali madeni yote ya kampuni yenu hii ya Nzoia na kampuni zile zingine za taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Jambo la 3 tuliokubaliana ni kwamba serikali ya Kenya tutaweka investment kwa Ken development ya Nzoia na kampuni zile zingine, number 1. Na number 2, tutaweka investment kwa mill ambayo itasiaga upya, kwa sababu ile mill iko hapa ni ya 1978, imezeeka, imeoza, na kwa hivyo haifanyi kazi vile inataka ifanyike. Tumeelewana? So ya kwanza 2 tumemaliza. Ya 3, hii madeni ikiondoka, mimi naweka pesa ya Ken development, mimi naweka pesa ya kununua mill mpya, lakini management lazima tubadilishe. Sijui kama tunaelewana. Lazima tubadilishe, kwa sababu
Hakuna vile serikali inaweza kuendesha hii kampuni jameni. Si tumejaribu, lakini imeshindikana. Miwa ya wananchi inaletwa hapa, inasagwa. Mwananchi mwenyewe mkulima hajalipwa. Mfanyikazi hajalipwa. Sukari imeuzwa. Sasa mnaona hiyo plan iko kombo. Sasa tutakubaliana. Tunaelewana? Na tutakubaliana model ya management. Kwa sababu hata hii nucleus peke yake inaweza kuendesha hii kampuni, kulipa madeni ya kampuni hii, ili mkulima akilete miwa yake analipwa mara moja. Sio kama tunaelewana? Na nyinyi mnajua kampuni ya West Kenya iko hapa, haina madeni, inalipa wakulima. Kampuni ile ya Kibos inalipa wakulima. Kampuni ya Butali inalipa wakulima. Kwa hivyo miwa haina makosa. Kuna makosa kwa management. Si ndio? Kwa sababu kama kampuni ya private inafanya kazi, mbona kampuni ya serikali iko na kisirani? Na iko na madeni, na hailipi wakulima, na hailipi wafanyakazi. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo what we have agreed, we are going to have a new management model that is going to serve the public and is going to serve farmers and is going to serve the private sector. Na sisi wote tumekubaliana, na mimi ndio nitasimamia. Si mimi ndio mlipatia maneno? Sasa nyinyi mtaniuliza ama namna gani? Yes, I will take responsibility ya kwamba tutalete hapa management ambaye tutakubaliana, na sio wafanyikazi wa serikali. Mimi hapana. Unajua kama serikali haiwezi imeshindwa kuendesha, si tunatafuta watu wa private sector waendeshe. So tutakubaliana, we will have private sector management of this facility to make sure that we eliminate matters of incompetence na ile mambo ingine yote. Tumekubaliana? Meanwhile, kwa sababu tunataka kupiga moto hii gari, meanwhile tumesema tuanze Ken development kwa nucleus hapa. Na tumetoa pesa ya Ken development kwa nucleus, na tutapanga vizuri mpaka hii kampuni in the next 1 year it must be operating the way other companies are operating. Na hiyo kununua hiyo facility mpya, we are going to sit down with a new management from the private sector, how we are going to have a new mill that is going to serve the farmers and the people of this county and the people of Kenya. Tumekubaliana jameni? Tuko pamoja? Si ndio tulikubaliana? Na ndio nilikuja hapa nisimame mbele yenu niseme ndio mjue vizuri. Tumekubaliana na hiyo ndio kazi itafanyika. Na mimi nataka nitangaze hapa, vile nimesema, mtu yeyote ambaye anapanga ati kuiba pesa ya serikali, my friend, tafuta nchi ingine. Mimi nimewaambia hao wakora wote, wezi wote, matapeli, nimesema hawa watu mambo yao ni tatu. Si ndio? Either wahame Kenya, ama waende jela, ama waende mbinguni. Hakuna dawa ingine. Sijui kama naelewana. Mnataka mtu akuja aibe pesa yetu hapa? Mimi nalete pesa hapa 500 million inapotea. Nalete 1 billion inapotea. 500, kwani sasa? Hapana. Hapana, ikai namna hiyo. Sijui kama tumeelewana. Mmekubali wezi wote tuwafukuze? Maneno ya wezi ni ngapi? Wahame Kenya, waende jela, ama waende mbinguni. Maneno hiyo imeishia hapo. Tumekubaliana jameni? So ya tatu, pia tumekubaliana mbali na Nzoia, kwa sababu Nzoia ni factory moja ambaye imetufanyia kazi. Pia leo tumeanzisha County Aggregation and Industrial Park hapa Sangalo. Hiyo County Aggregation and Industrial Park ni mahali tutakusanya mazao yetu yale mengine yote. Pale tutakuwa na common user facilities ya agroprocessing, ya value addition, ya manufacturing. Pale tutakuwa na cold rooms, pale tutakuwa na storage, kwa sababu tunataka kutumia kilimo. Number 1, kuhakikisha kwamba kuna pesa ya kutosha kwa mfuko ya mwananchi. Ya pili, kupanga ajira ya vijana wetu wa taifa la Kenya. Pale katika County Aggregation and Industrial Park tutakuwa na vijana zaidi ya 1000 watakaofanya kazi pale. Tunaelewana? Na mbali na hiyo county aggregation, mahali ambapo county government yenu ya Bungoma imeweka milioni 500, national government milioni 250, national government tumeweka milioni 250
kudevelop County Aggregation and Industrial Park ambaye ni ya watu wa Bungoma, vile tunafanya Kakamega na vile tunafanya kwa counties zetu 47, kwa sababu njia ya kubadilisha Kenya ni kuweka msingi dhabiti ya mambo ya manufacturing, mambo ya value addition, kuzalisha ajira na kuongeza dhamana kwa mazao yetu yote, ndio tuweze kufukuza umaskini katika taifa letu la Kenya. Jameni, tuko pamoja? Vile vile, mbali na hiyo County Aggregation and Industrial Park, tunajenga soko zingine 10 hapa Bungoma. Tunajenga soko kubwa ambayo itasaidia wakulima na wafanyabiashara tuanze process ya kuhakikisha kwamba mazao yetu haipotei shambani. Tunajenga soko mpya hapa Bugembe. Tunajenga soko ingine mpya hapa Webuye. Tunajenga soko ingine mpya Naitiri. Tunajenga soko ingine Cheptais. Pale Malakisi tunajenga soko ingine mpya. Hapa Chwele mahali kuna kiwanja kubwa tunajenga soko ingine kubwa, hapo tumetangaza tayari. Pale Sirisia tunajenga soko ingine. Mateka tunajenga soko ingine. Hapa Bungoma Town tunaweka soko ya kisasa ya gorofa pale Bungoma Town. Kwa sababu hiyo market infrastructure ni ya muhimu. That market infrastructure in every sub-county ni ya muhimu, kwa sababu tunataka kuzitumia kukusanya mazao yenu, tufanye aggregation, tulete pale kwa County Aggregation and Industrial Park, tuongeze dhamana, ndio tupange mambo ya export ya products ya taifa letu la Kenya. Tumeelewana jameni? Kwa sababu export ya products yetu ya Kenya imeenda chini because we do not have a proper comprehensive plan, and that is why we are establishing market infrastructure that is going to support our value addition, our agro-processing, our manufacturing for local and export consumption. Tuhakikisha kwamba tunaendesha hiyo barabara namna hiyo. Na wakulima wote wa miwa, na wale wakulima wa mahindi, na wakulima wa mimea yetu yote, kama serikali tumesema tutasupport production kwa kusupport infrastructure ya production, na hatua yetu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba Agricultural Finance Corporation tumeweka pale bilioni 10 ya wakulima wa kawaida kukopa kama wanataka kununua mbolea. Na vile vile tumeweka mbolea ile bei niliwaambia wakati nilisimama hapa Bungoma. Niliwaambia bei ya mbolea tutateremsha chini. Ni kweli ama si kweli? Si niliwaambia? Sasa ile bei mlikuwa mnanunua mbolea 7,000 tumeteremsha sasa mpaka 2,500. Tunataka kuhakikisha ya kwamba tuna support wakulima wetu wazalishe chakula. Na nyinyi watu wa Bungoma ni watu wa Mungu na ni watu wa ajabu. Kwa Kenya, hii kaunti yenu ya Bungoma ni kati ya counties 4 ya Kenya ambayo wanaongoza kwa kuzalisha chakula. Mwaka huu mumetumia mifugo 1,350. Mimi nawapangia magunia 1,700 ya msimu unayofuata. Tunaelewana jameni? Na wakulima wengi wamerudi shambani, wanatuzalishia chakula. Mimi nimetembea kaunti yenu leo na nimeona mumezalisha chakula ajabu. Na mimi nawashukuru sana. Nyinyi mmenisaidia kulisha taifa letu la Kenya. Na nyinyi ni watu wa maana, kwa sababu wakati wengine wanavaa sufuria wanazunguka barabara, nyinyi mmerudi shambani kutuzalishia chakula. Na hata nyinyi mnajua, si ni kweli? Hata kama wewe ni hodari kiasi gani, ama wewe ni shujaa kiasi gani, hata wewe ni mganga sijui sugu, uwezi ati umevaa sufuria kwa kichwa ati bei ya unga ndio itapungua. Hiyo ni upuzi. Hiyo ni upuzi mkubwa. Ama ni ujinga, ama ni yote mbili. Ninaona ni yote mbili. Ama namna gani? Tumekubaliana jameni? So tutashirikiana hivyo, tutasonga mbele pamoja namna hiyo. Jambo la tatu, mbali na kupanga ajira ya vijana kupitia County Aggregation and Industrial Park na mambo ya market infrastructure na agro processing na value addition, pia hatua ingine, kwa sababu tuko na vijana wengi wako na certificate, wako na diploma, wengine degree, hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Ndio sababu hiyo tumeweka mpango maalum
kama serikali ya Kenya ya kuzalisha ajira, and that is why katika mpango yetu ya budget ya mwaka huu tumeweka mpango maalum ya housing, na mimi narudi hapa Bungoma kuanzisha nyumba 20,000 ya kwanza ya kujenga hapa Bungoma, ili tupange ajira ya vijana 30,000 hapa Bungoma. Nyinyi vijana wa Bungoma mko tayari? Mimi narudi hapa program ya affordable housing. Nyinyi mnanisikia? Kabla ya Disemba nakuja kuanzisha program ya affordable housing, na mimi nahitaji vijana 30,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa Bungoma mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama tulikubaliana aje? Tulikubaliana kazi ni kazi, si namna hiyo? Kwa hivyo tukianzisha hiyo program, tunamalizia drawings na nini na nini, tumetangaza tayari. Nitarudi hapa when we begin that program. Namba ya 3, vile vile nataka mnisikize vijana, tumekubaliana lazima tupange ajira ya vijana kwa njia zote. Na ndio sababu hiyo tumekubaliana na hao wabunge wenu, tumekubaliana na MCAs, every ward katika taifa letu la Kenya, kila ward tutakuwa na ICT hub. Tunaweka mtandao, tunawaletea kompyuta 300 400 kila ward, ili vijana wajifunze kutumia teknolojia, mpango wa digital jobs. Tumeongea na Wamarekani, tumeongea na Wajerumani, na wamekubali kutupatia nafasi ya ajira katika mtandao, ama inaitwa digital jobs, na tunahitaji vijana watafanya hiyo kazi. Vijana wa hapa Bungoma mko tayari kwa hiyo kibarua? Mutashindwa kufinya kompyuta? Kufinya tu mutashindwa? Mutajipanga hapo? Si tulisema jameni tupange ajira ya vijana wa Kenya? That's what we want to do. Tumekubaliana? So kwa sababu ni jioni, mbali na Mumias, mbali na County Aggregation and Industrial Park, mbali na mambo yetu ya affordable housing, mbali na mpango yetu ya ICT jobs kupitia digital jobs kupitia ICT na zile kazi zingine zote, hiyo ndio mpango ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mimi vile vile nimetangaza hapa ya kwamba tunapanga kupanua ile barabara ya kwenda Malaba ili tuondoe jam kule Malaba, na tunapanga pia kuanzisha barabara hii ya kwenda Lwahaha vile vile, tuhakikishe ya kwamba inafanya kazi na tunaipanua na tunaijenga vizuri, ndio tuweze kusukuma uchumi wa sehemu hii ya Western Kenya. Na tumekubaliana vile vile ya kwamba kilimo ya maziwa, nyinyi ni wakulima wa maziwa, ilikuwa inajulikana kampuni inaitwa Kitinda hapa, si ni kweli? Sasa tunawapatia mpango mpya, tunawaletea milk coolers. Tumekubaliana na county government ndio muweze kuzalisha maziwa katika taifa letu la Kenya, tuitumie kuweka pesa kwenye mfuko yenu. Nyinyi mko tayari jameni? Mko tayari kwa hiyo barabara? Ile maneno tumesema kwa hii Kenya, please, hatutaki fujo, hatutaki vita, hatutaki maandamano ya fujo, kuchoma mali ya wananchi, kuharibu mali ya biashara ya watu wengine, kuchoma lami. Mimi nauliza nyinyi, si mnaona tunahangaika vile tunatafuta pesa ya kutengeneza lami? Nilikuwa huko, tulikuwa tunapanga mambo ya kujenga Misihu Brigadier. Misihu kwenda Naitiri. Naitiri Brigadier governor atajenga. Kutoka Brigadier mpaka Matunda mimi nitajenga. Sasa nyinyi mnataka tujenge barabara ama mnataka tuchome? Hii barabara ni ya kujenga ama ni ya kuchoma? Si ni ya kujenga? So mimi nawauliza jameni, na mimi nimesema we have absolutely no problem with the opposition. The opposition are carrying out a constitutional job, a constitutional responsibility of oversight. Lakini hakuna mahali imeandikwa kwa katiba ya Kenya ya kwamba upinzani ni kupanga fujo ama kupanga vita ama kuharibu mali ama kuharibu biashara ya watu. Upinzani ni kusahihisha mambo ya serikali. Na mimi na waheshimu watu wa upinzani, nataka wafanye kazi ya upinzani. Kama hatufanyi vizuri waseme, kama tunafanya vibaya waseme, kama kuna wezi waseme. Ama namna gani? Si namna hiyo? Hatuna shida na mambo ya upinzani, lakini tuko na shida kubwa na fujo na vita na kuharibu mali na kuharibu biashara ya watu. Hata nyinyi mnakubali? Mnataka watu waendelee kuharibu mali ya watu? Ama kuchoma mali ya umma? Ama kuchoma barabara?
ama kuharibu biashara ya watu wengine. Hiyo ndio tumesema we do not want violence. And there is nowhere in any democracy, in any country that believes in the rule of law, where violence is in the equation of the politics of that country. Sijui kama tunaelewana jameni. Tumekubaliana? Na nimeambia watu wa upinzani, si mmesikia hata mawaziri. Mimi nimeamua ya kwamba mawaziri waende bunge waulizwe maswali na wabunge wetu. Ama namna gani? As a sign and commitment to oversight and transparency, we have made a commitment that ministers will go to parliament, they will be asked questions, they will be taken to task by members of parliament so that they can be accountable to the people of Kenya. Na vile vile nimesema, wale wa upinzani, kama wanataka tutengeneze ofisi kubwa ya leader of opposition, mimi niko tayari. Na tumesema tutatumia pesa ya serikali kuendesha hiyo ofisi. Tutengeneze ofisi kubwa, tununue computers mingi, tununue tarumbeta kubwa na loudspeaker, ili asubuhi anatangaza serikali imekosa. Saa 6 watangaza serikali haijafanya. Jioni watengeze serikali imekosa. Hiyo ni mzuri ama namna gani? Lakini fujo wawache. Ama mnasemaje jameni watu wa Bungoma? Iko makosa? Si kama wanataka kutangaza mambo ya serikali watangaze. Mimi sina shida na hiyo, lakini niko na shida kubwa na kuharibu mali ya wananchi, na kuchoma mali ya umma, na kusabotage nchi yetu, na kusabotage uchumi wa taifa letu la Kenya. There we have a problem. And I am telling my friends, please, let us be respectful to the people of Kenya. Let us respect our democracy. Let us be a patriotic citizenry. Let us be a patriotic leadership, that we don't sabotage Kenya. We don't sabotage the economy of the country. We do not create violence and chase away investors. We do not create violence, destroy people's property, destroy public property. Mimi nawaambia ndugu zetu, tuwe na heshima, tuendeshe siasa yetu, tushindane kwa sera, tushindane kwa mawazo, tushindane kwa ideas. And these people of Kenya are great people. They will choose between bad and good ideas. Ama namna gani jameni? Ninyi mtaamua. Lakini wakiendelea na vita, mimi nimeamua na mimi nitawakalia ngumu. Bana, mimi siwezi kubali. Ninyi mnataka nikubali watu waharibu mali ya umma? Bana, wakwende kabisa. Hiyo siwezi kubali. Ama namna gani jameni? Si namna hiyo. Sasa nimewapelekea mawaziri waulize maswali bunge. Hawataki kwenda kuuliza. Nimesema tengenezeni ofisi ya leader of opposition. Hawataki. Wanataka vita. Wanataka kuharibu mali. Wanataka maandamano. Hapana. Na kuna wengine wanatudanganya ati maandamano ililetwa, ati ililete katiba. Maandamano, katiba gani ililetwa na maandamano? Si hii katiba tulienda tukakalia Bomas. Tukazungumzia Naivasha. Tukazungumzia mali nyingine ndio ikatengenezwa. Kwani tulikuwa tu kwa maandamano? Hiyo watu wapotee nani? Sio kama tumekubaliana watu wa Bungoma. Hawa watu wakilete fujo ni wakalie ngumu ama ni waachilie? Ati? Ni wakalie ngumu? Kabisa. Hebu nione wala anasema ni wakalie.